Ndugu zangu, huwa tunapata changamoto tunapokuwa nyumbani. Kufanyia utume nyumbani ni kazi. Wengi wanakuwa wametulea katika maisha yetu tukiwa wadogo, lakini sasa hawawezi kutambua kwamba tunapopata madaraja matakatifu, daraja takatifu la upadre, wanafikiri bado tuko watoto kama tulivyokuwa huko nyumbani. Vivyo hivyo imempata na Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alizaliwa Nazareti pale. Sasa badala ya kulishika neno lake, wanaanza kurudi nyuma kufuata mambo ya ukoo. Katika maisha yetu, ukitaka kufanya kazi yako vizuri ya utume, epuka haya mambo ya ndugu, ukoo, sijui familia, sijui baba alizaliwa na baba na babu akazaliwa na babu. Hivyo vingi vinatuharibia katika utume wetu. Tukifuatana sana na mambo ya makabila, ukabila, koo, utaifa, tunashindwa kumtumikia Mungu na maisha yetu yanakuwa ni ya shida. Baada ya kuitwa kama mapadre au watawa, basi unakuwa umeacha vyote. Na ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo aliweza kuwajibu hivi, kwa sababu alikuwa afuatani nao sana. Kumbe nabii ni nabii hata kama amezaliwa kwetu. Tunapokumbuka kwamba siku ya upadilisho yule shemasi anakuwa amekaa na waamini, baadaye anaitwa yule ambaye ameteuliwa kupewa daraja takatifu ya upadre, anasema nipo, alafu anahama kutoka kwa waamini anapokuwa amekaa na kuja, baadaye kuangalia altare, anaangalia waamini, ikionyesha kwamba ametoka kule sasa kijijini, ametoka kwenye ukoo, ametoka kwenye kabila, sasa anaanza kuihudumia mwenyewe. Kumbe tuendelee kumuomba Bwana wetu Yesu Kristo, hizi changamoto tunazozipata za kiutume zisitufanye tukose kuhubiri neno la Mungu. Watu wengi wanatufahamu hata tunapopatwa changamoto au unaposema ukweli. Unaposema ukweli kuhusu haki, wanaanza kufuatilia nyumbani, amezaliwa pale, amezaliwa huku, alikuwa hivi, lakini ukweli lazima uhubiriwe. Ukweli lazima uhubiriwe, na ukweli haufungwi, ukweli haupelekwi mahakamani, ukweli haunyongwi, wala ukweli haupelekwi uhamishoni. Kwa hiyo nabii kama nabii lazima akemee, aonye, bila kufuata kabila, bila kufuata taifa. Hata changamoto zitokee, hata wakuseme, sisi tunapita tu katika makabila, katika mataifa, katika ndugu, tunaendelea kulihubiri neno.